itikuli zinira Imbeleo mami wange Harimore Kawingi Nobo sanga Igo Wani Imurora Umoni we Uniku Ego Imurora Umoni we Hiyo imechanganya wengi. Ndio maana leo natakuta amesema PAG bado inaguruma. PAG bado kuranda. Si ndivyo? Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda na style ya pale kwa ndamoga. Bwana Yesu asifiwe. Nimejifunza ukitaka kuishi maisha mafupi na ukwenda vitu inua mkono wa kushoto. Na ukitaka kupata vitu na uishi maisha marefu na upate neema ya Bwana, uinulie Bwana mikono zote. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Asante. Mimi naitwa Reverend Moses Aziaya. Ninahubiri wilaya ya Kawangware. Kanisa linaitwa Ushindi. Nafikiria pastor ulikuwa huko mchungaji na Mungu akakuleta huko, amekunemesha. Sasa hivi wewe ni senior pastor. Hiyo neema ya watu wa Kawangware, leo utatupatia kitu kidogo. Kama tungekuachilia ukuje Kibira, pengine ungekuwa senior pastor Kawangware. Unajua vitu zingine zinafanyika ili watu wengine wainuliwe. Kuna watu hapa wengine waliwanyima uongozi lakini Mungu amekuneemesha mahali pengine. Kuna wengine wanakusema vibaya lakini Bwana bado tu anakusaidia. Na wengine wakikuona tu wanakuchukia bure na wewe huna mabaya na wao. Ungetengeneza hii mic alafu tuhubiri na wao. Ingawaje wameniambia nikuwe mwalimu na mama, nashukuru sana. Thank you so much our pastor. You did a good work. You have blessed me personally. Wacha nisiseme kwa niaba nyingi kwa sababu nyingine. Personally I am blessed. Na kama mtu ni mzuri, ni mzuri. Na mimi kwa niaba ya mama wa Kibira ninaomba mtafutie mama nafasi mzuri kwa mkutano. Patieni ye mkutano kama imejaa. Aambie wa mama maneno, atufundishe sisi wazee turekebike twende mbinguni. Juzi nimehubiri kwa matanga nikaambia watu hii PAG bora tunaitwa Pentecostal Assemblies of God. Kenya tuko ndani. Tulimanie ndani, tupigane ndani, tugongane lakini tuko ndani. Hatutoki, hakuna mahali tunaenda. Hii tu yenye tuliwachwa ndani. Wengine wetu baba zetu walitia mama zetu mimba. Kama tumezaliwa tukawapata wako PAG. Kuna mahali kwingine tunaenda. Tulibebewa miezi 9 kwa PAG. Tumezaliwa kwa PAG, tumebatizwa kwa PAG. Hapa ndio nyumbani. Hata kuharibike ni nyumbani, tutakaa ndani. Bwana Yesu asifiwe. So nataka nihubiri kwa muda ambao Mungu atapenda. Nataka tu nikufafanulie kitabu kwa ufupi, alafu mahali patabaki mwache mimi nihubiri. Maana wameniambia nikuwe mwalimu na mimi kidogo na walimu Mungu atatusaidia. Choosing what is better. Choosing what is better. That is in the Luke chapter 10 verse 38 to 42. Ikawa katika kunenda kwao aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Tunaanzia hapo biashara. Now, kabla sijarudi kwa maandiko nataka uelewe hivi. To do something is to pick out something that is best out of two or more. Kuchagua kitu ambacho ni kizuri kwa vitu viwili ambavyo viko mahali pamoja na unatoa ndani kizuri ambacho kinaonekana ni cha dhamana kuliko vingine. Mwandishi wa Biblia wakati mwingine aliandika akasema, lakini huyu amewazidi wote. Kwa sababu gani? Alichagua akaona katikati ya wanawake wengi huyu ambaye yuko na yeye amewazidi wote. Ikiwa na maana chochote ambacho
kimechaguliwa kimezidi vitu vingine vyote ambavyo vinaonekana. Leo hii tungekuwa tunachagua watu ambao wamevaa vizuri, wote tunaweza kuwa tumevaa nguo same kana moja. Lakini kuna yule ambaye ukiangalia unaona fundi wake ni mzuri kuliko wengine. Hata mavazi yameingiana vizuri na mwili, vile mchungaji amesema. Kwa sababu amevaa vizuri, amelaimu vizuri. Unajua mavazi yanaweza valiwa. Unaweza ona watu wamevaa mavazi, unaona mwingine ameweka earring inafanana na kitambaa, sijui necklace inafanana, viatu zina maji kidogo, ukiangalia nguo yaani unaona mtu huyu amependeza kuliko wengine. In other words, choosing something is to pick something that is more beautiful, more better kuliko zingine. Now, to choose is the act of making a selection from a range of persons or alternative. Ni kutengeneza tu uamuzi katikati ya mambo mengine ambayo yako mbele yetu. Now, nataka nirudishe kwa lugha ya kawaida. Nataka niseme hivi, choosing what is better, it is the making of the right decision. Kutengeneza uamuzi ambao utakufaa wewe. Unapatana hapo baba? Yes. Wakati utaanza explain choosing theme, tuanzie hapo. Kuweka uamuzi ambao wewe mwenyewe utakufaa wewe. It involves making tough decisions for the sake of your future. Mara mingi wakati unachagua kitu ambacho kitakupeleka hatua ambayo iko mbele yako. Watu wengi walitengeneza uamuzi na wengine wakatengeneza uamuzi ukawasaidia. Wengine walitengeneza uamuzi ukaangamiza. Leo hii ukipatana na watu ambao wanalia machozi kwa ndoa, pasa watakuambia ni kwa sababu ya maamuzi yao. Wanaume walikuja wawili, Omondi na Berebedo. Wewe ukaamua kwa sababu hautaki kwenda kuoleka Ujaluoni. Wanini ambao waona niziko kwa kikobazi. Ukaacha mtu ambaye ako na magari, ukaacha mtu ambaye ako na pesa, ako na kazi mzuri, sasa hivi baada anaendelea na kazi yake. Ukachagua mtu kwa sababu anatoka karibu na kwenu, mkaamua mkule shida na yeye. Rather than kuoleka kwa mtu ambaye ako na vitu, ukaamua kuchagua mtu mwenye hana vitu. Na leo hii kwa sababu ya hiyo hali unateseka, unahangaika kwa sababu ni uchaguo ambao wewe mwenyewe ulifanya nini? Ulichagua. Na lazima ukae nayo maisha yako. Unaona watu wameanza kujihurumia. Guza mwenzako mwambie usijihurumie. Hiyo ni uchaguo lako. Na ndio maana ninasema it's all about making a choice. It's all about making a decision. Na jaribu kusimplify kitabu hiki, uelewe ya kwamba choosing what is better is making a decision in life. Na tutakuwa tunatembea kwa maandiko, tutakuwa tunaona wanawake ambao walifanya uamuzi na uamuzi ukawasaidia. Na kuna wengine walifanya uamuzi na wakaangamia. Na kuna pia wanaume kwa maandiko walifanya uamuzi wakapona, na wengine wakafanya uamuzi ukawaangamiza. So mahali tunasoma kitabu cha Luka, mwandishi ni Luka. Luka anaandikia mtu mmoja anataka kufahamu habari za Yesu Kristo, anaitwa Theophila. Mtu huyu alitaka kujua Yesu ni nani, kuzaliwa kwake, kutembea kwake, kuishi kwake na kumaliza mwendo wake. Na Luka akiwa daktari, most doctors are researchers. I don't want to go deep into that, lakini nataka nielewe hivi, mtu huyu kwa sababu alikuwa mwanabiashara mkubwa, kuna uwezekano alilipa Luka pesa amfanyie utafiti kwa niaba yake. Maana yeye hangeweza kufanya utafiti kuhusu Yesu. Na anaanza kitabu kuanzia mwanzo, tunaona kuzaliwa kwa Yesu. Na mahali tumefika tunaona miujiza na mambo ambayo Yesu Kristo anafanya. So Bible inasema akawa ametoka katika kijiji kingine, akaenda kijiji, watu wanasema ni kijiji, Biblia moja inasema kijiji cha Bethany. So maandiko inasema alipofika kwa kijiji hiki, kuna watu wawili ambao ni madada. Hawajataja ndugu yao. Mahali kwingine vitabu zingine zinazungumzia na ndugu yao ambaye ni Lazaro. Tutapata wakati
wakati mwingine Yesu tena anarudi kwa haya watu ambao ni wawili, anarudi tena wakati umefiwa. Maana Biblia inasema ndio Yesu ashuke aende kwa malango ya kina Martha, alikuwa na uhusiano pamoja na wao. Nataka uelewe hivi. Martha aliyekaribisha Yesu ni Martha kwa malango yake. Na aliyekaa karibu na Yesu kwa miguu yake ni Mariamu. Na kwa nini Miriamu analalamika kwa sababu ya Miriamu? Ama Martha analalamika kwa sababu ya Mary? Ni kwa sababu pengine Mary hakuona sababu ya kwenda kushughulika kwa nyumba ya dada yake. Na dada yake alikuwa hapo. Tunaelewana hivyo? Vile mtu anaweza kuja kwa nyumba yako na ukose kukaa. Wewe mtu ukikuja kwa nyumba yako leo hii, unaweza kukaa chini umwangaliange mkipiga naye story. Nafikiri sasa tumeanza kupata ufahamu wa kitabu. Now, Martha yeye amefika na Yesu, amefika kwa malango yake na akaamua kutarishia Yesu chakula. Pengine katika kutembea kwao, aliona mwanaume huyu ameshinda mchana kutwa akihubiri na ako na njaa. Nataka uelewe mambo mawili matatu tukiongezea kwa yale mchungaji amesema kuhusu mtu ambaye anaitwa Martha. Martha ni mwanamke ambaye tunaona anaiga tabia. He is pursuing the Abrahamic and Saraic behavior. Abrahamic and Saraic behavior in Genesis chapter 18. Tunaona malaika wa Bwana wamemshukia Abrahamu kwa malango yake. Bible inasema Abrahamu na Sara, desturi ya Wayahudi, mtu yoyote ambaye angeingia katika malango yako lazima angenawishwa miguu. Jambo la kwanza, ishara ya kukaribishwa. Jambo la pili, lazima angeandaliwa chakula, akule ashibe. Baada ya kukula chakula ameshiba, kama ni wanaume walikuwa wanakaa wasungumuze maneno yao. Wanawake hawakustahili kukaa mbele ya wanaume. Na ndio maana Sara wakati anamaliza kuangalia chakula, anaenda nyuma ya mlango. Na ndio maana tunasikia baada ya watu hao kushiba, Sara anacheka nyuma baada ya wanaume kuzungumza. Sara anasema, malaika anamwambia Abrahamu, sasa tumeshuka baada ya kukula na kushiba. Maybe Martha alikuwa anangojea Yesu akule ashibe. Tabia ya Kibrania. Ndio sasa azungumze baraka kwake. Maybe. Sitaki kuingia ndani sana. Maybe. Ambia jirani yako maybe. Lakini tabia ambayo ninajifunza kwa Sara ya Martha, jambo la kwanza, she has a heart of hospitality. Ako na moyo wa ukaribishaji. Hayo ndio mambo mnakuwa mnazungumzia kuhusu Martha. Ana uwezo wa kukaribisha wageni nyumbani kwake. Unajua Mariamu pengine alikuwa na tabia mbaya. Pengine Mary yeye pengine alikuwa amezoea. Unajua kuna watoto wengine kwa nyumba wanakuanga wavivu wa kusaidia kufanya kazi kwa nyumba. Pengine Mary alikuwa mvivu wa kusaidiana. Na ndio maana wakati anakasirika anasema, na huyu amenizoea sana wakati huu. Kila wakati tukiwa na wageni yeye anajifanya hapo na shughuli nyingine. Ambia yeye atoke hapo mahali penye amekaa, akuja anisaidie kupika. Sasa pengine that was the scenario ambayo ilikuwa inaendelea. Tabia ya Martha ya kwanza ni mkaribishaji. Kama kuna kitu tunahitaji wiki hili, tupate wanawake ambao watakuwa ni wakaribishaji kwa manyumba zao na makanisa zao. Kuna wamama wengine makanisa, mama directors, ukiona pasta mwingine na mchungaji mwenzake, unauliza leo aleti mgeni yari iwaze tabakolete na hano biwazi tanga. Yameneza na wageni na waleta mibugana. Yameneza na wageni na korani. Na waleta mibugana. Now, she's a hospital, she's very much hospitable. Anamuleta Yesu kwa nyumba yake. Number 2, she's very much hardworking. Anafanya kazi kwa bidii. Hata kama mambo hayaendi vizuri sana kwa mambo ya kiroho, lakini anaelewa kufanya kazi. Amen. So ilikuwa ni jukumu ya Yesu kumuondoa na kumkemea. Na ndio maana anamwaita mara mbili, Martha, huyu amechagua kilicho bora. Nige Bwana mkono. Sijui kama tunasaidiana. Baada ya kwenda mahali mtaenda, mkipewa vitu mtumia mboga Mungu nipati yako. Kwa sababu na wasaidie. Now,
Ukihubiri hivi ukiambia watu maneno na wamenyamaza, wanasikia kitu ambacho unasema. Now, mahali tumesoma, tunaona sasa mambo yanaendelea kuendelea. Yesu ameita Mariamu, amekaa, Mary amekaa chini ya miguu ya Yesu. Na anasema sasa mahali jambo kule tunatoka ya kwamba huyu amechagua kilicho bora. That is our team, making the right decision. She has chosen what is better. She has chosen what is good. Amefanya uamuzi ulio bora kumsongea Yesu kuliko kusongea mambo ya kidunia. Sasa nakubaliana na Mariamu. Mary sasa, Mary amefanya ule mstari kwa Biblia unasema, njooni anote njooni kwangu na vingine vyote mtazitia. Tafuteni kwanza ufalme, halafu vingine vyote mtafanya nini? Yeye alifuata hiyo mwandiko. Kama alikuwa Myahudi na alisoma Biblia, ikiwa na maana wasichana hao wawili, kuna mmoja alika tabia ya Kiebrania na mwingine alikuwa ameokoka. Aliokoka aliamua kumkimbilia Yesu. Na huyo ambaye bado ako katika mila na tamaduni za Kiebrania aliamua kutimiza mila ya kumpigia Yesu chakula. So watu hawa ni watu wawili tofauti. Ni watu ambao wanaishi kwa dada wawili, mmoja mkubwa mwingine mdogo, lakini ni tofauti katika mambo na anga ya kiroho. Mmoja ameamua kumwendea Yesu na mwingine ameamua nishughulikie Yesu. Kuna watu ambao wanashughulikia na wachungaji, mtawashughulikia lakini mbinguni hamtaenda kwa sababu ya kutochukua kuweka uamuzi wenu vizuri. Wakati mwingine nikaambia watu wa mama, mkipeleka mtu jikoni, angalia niko tena mnatuma nani kwa jikoni. Kutuma anjize buli mundi ndagara bora abugende kuze mjikoni. Mbukuraza buli mundu wose naze mjikoni kwa dakika chukulia. Wao mpaka kaikunya kusana bantu bahoneda. Chikina nyinyi wa have you read the Bible where it says don't eat contaminated foods? Wao mkura bantu munatwaza watu nakanyamo abukiza mmakali ishingi da. Ishingi wako ni atiza na bitira. Wazi hiyo asije ngo mumukikapo yibiki wendira. Watu kaza ni wana Peneshipa zia mchikoni chorondera milozi chukuye. Mwenya utukufu ya Mungu itoke wapi? Tutawekeaje mikono watu wapone? Nyinyi mmewasikia kuna mtu anaombea mtoto na mtoto akakufa? Kwa sababu vitu zingine nyinyi wenyewe ndio mnachangia. Viongozi wa mama hamfanyi uamuzi ambao unafaa. Hamuelewi na kitu kingine, you are not even connected in the spirit. Musala kulimuka ndani nyumba. Wende mnakuwa za bora Jumapili duchi, tuvae nguo ya kilimo, baada ya nguo ya kilimo, baada tuanze na maandiko, you never pray for your services. Mary was connected to Jesus, but Martha aliona vitu ulimwengu. Watu wazambi sana na mama director. Si hao karibu ni mama director. Wabora ibada yange ninyamukore kwangu pasa mtuzi sadaka kwangu. Wewe umaneza mnorakimu. Wewe umaneza sadaka ya mnorakimu. Banga Martha ina hamaneza kindikicha baliza. Kindikicha balika komesa, lakini mambo ya kiroho mmeachilia. Lakini kinacho ni kupendeza, God will raise remnants. Watu ambao watasimama katika pengo. Na ndio maana watu wengine wakiwacha uongozi mpaka wanawacha kanisa. Kwa sababu wamewacha, walikuwa wanaabudu dini, hawakuwa wanaabudu Mungu. Wanaabudu dini ya Kiebrania. Wanaabudu sheria ya PAG. Hawaabudu Mungu. So Bible inasema watu hawa wakawa wawili tofauti. Mmoja amekolea katika dini ya Kiebrania, lakini mwingine amezama katika matendo na mienendo ya Yesu Kristo. Na anasema na huyu ambaye amechagua kilicho bora hakitawahi ondolewa kwake. Ninaamini jambo moja, Nyasaye nakugasi cha kugasi. Nyasaye tulizamundu hasi ashire ikulu. Kitu ambacho kinaweza kukurudisha chini ni kiburi na malingo na kujivunia wengine. Kuna watu wengine hapa ukipata pesa kidogo hata anatoroka hapa. Bakele wala wando zisili inji bakunza nuje taomba wasambe na jisuti abeho. Nuje tahabu cha singimu. Nuje tahai ba kuzi mulisara reka bazame kidogo ningubiri mbiri pole. Hati sambusa. Sobola hati sambusa yo mugonza. So it is all about
mahali kwingine, wakati mimi nazungumza na wamama, nazungumzanga na nguvu sana, kwa sababu najua mama ana uzito wa familia. Mama akiomba, familia inapona. When a woman prays, the nation heals. Mwanamke akisimama kwa pengo na maombi, familia itapona, watoto watapona. Nilikuwa naambia watu leo hii, kwa sababu ya kukosa maombi, wamama tumeacha watoto wetu wanaoana wanawake kwa wanawake. No one will say that. Tumeacha watoto wetu wanaume kwa wanaume. How will you feel you like a mother? Mwanaume mzuri. Kijana kama mimi nimekuja na kijana mwenzangu nasema, this is my girlfriend. No, hivi shukuru. Wama natikira kibaora muno musaza leta muno mukali na bibuli bana. Baora rumama ruziza kini bakuguliki. Ora mwanange hawa ni marafiki zake. Mwana bakuzana bakana bedroom mpaka saa 7 za budiku wenye kumaza mkano mama kola kimuda. Making right decision. Kuna watu ambao waliweka uamuzi katika maisha wanawake katika Biblia na Mungu akawasaidia. Now, mtu wa kwanza ambaye nataka nisungumzie, maana hata nikipata vyote vya kula wa nimengula lakini nikose Mungu, hiyo ni kazi bure. He takes God as the first priority. Number 2, anachukulia Yesu kama rafiki wa karibu. Aliamua kutengeneza urafiki na Yesu. Obena wanu wala director abena wali na bama naza. Karibu singe na ibada pako wala ku Marita wala ku kindo. Kunguranga muri no wandu wama naza Marita abeza muri no. Hiyo mugenda naye. Wale ke office yabakere bakuchokula okoraze gasi na bandu bandi yakikira muri no bwinyubi cyama. Yesu akugaye kabisa. Wakikuchagua na mtu kwa madhabahu, fanya na yeye kazi. Wewe umempenda au mpendi, fanya na yeye. Hapa mwezi kujibu. Nasema wakikuchagulia mtu kwa madhabahu, fanya na yeye kazi. Wacha kujifanya mjeuri. Mimi niko tu na jeshi yangu hapa ya mama, itanisaidia. Hapana. Wanaweza tuishi hivyo. Mimi naambia watu kwa kanisa yangu. Mimi Mungu alininyima urefu kama ya mwoga, lakini alinipatia kifua. Hizi mtaulizana mwidara mama director mkarani wewe muende mkao huko nyuma mpeleke kwa upumbavu yenu. Hii si nyumba yenu ya kuja kubishania na kupimania nguvu. Muende mkao huko. Hadi kiwezekana mtafute kanisa lingine muende. Mwekole ndio mzaku bila nila muovi ya eti babasa wanaje ofisi ya kere ibulizana na wame na wiki kanisa mikutano muofisi wa kere. Kwanza yuko kabisa. Fukuza watu waende wakusikizania huko. Kama hawezi kusikizania kwa madhabahu, waende wakae huko nyuma. Mungu alete watu wengine tufanye nao kazi. Hiyo amen ni kidogo. Mimi siwezi kuwa shina na kanisa mikutano kwa idara ya shamasi shamasi baba nini mkarani. Amoka. Nzimba. Tsimwana lechomba. Mugai nembe darajani. Mugai. Mtu ya kwanza ambaye nataka nizungumzie. Now, Mary chose to sit at the feet of Jesus. Psalms chapter 1 verse 3. Sijui nani atanisomea kwa Kiswahili. Zaburi 1:3. Kuna mstari hapo. Nataka ujue kwa nini Martha anachagua kukaa kwa miguu ya Yesu. Inasemaje? Kuna mtu yule amepata? Zaburi 1:3. Zaburi 1:3. Zaburi 1:3 inasema naye atakuwa kama mti uliopandwa. Naye atakuwa kama mti uliopandwa anayekaa katika miguu ya Kristo. Kando ya vijito vya maji. Kando ya vijito vya maji. Uzao matunda yake. Kwa majira yake. Wala jani lake. Halinyauki. Na kila alitendayo litafanikiwa. Aliyechagua kukaa miguuni pa Yesu, kila alitendalo litafanya nini? Rudia tena, kila afanya nini? Alitendalo litafanikiwa. Nusa mkanisa wa saye nyenai gasi utafanikiwa. Nomo wana baba bagase barangasa. Nome mama naleta nuze kumuze
za bana bakasa bana baneneha bana bahindira nubaba rumuntu rugendo zesagela byose byubeka ku makono bigasa aliyechagua kukaa katika miguu ya Yesu. Chochote ambacho anafanya kitafanikiwa. Ninakuombea katika jina la Yesu. Chochote ambacho umechagua kifanikiwe katika jina la Yesu. Kuna wamama mmejinyima usingizi, mmelala kazini, lakini mmeingia katika nyumba ya Bwana. Jehova siwawache. Bwana atembee na nyinyi. Bwana afanye mikono zenu zifanikiwe. Nyumba zenu zisibaki vile zilivyo. Familia zenu Bwana ziendeleze kutoka utukufu hadi mwingine. Kila tendalo litafanikiwa. Umeona? Kwa nini viongozi wengi, watu wengi wanatuona kama watu ambao familia zetu hazisimami wala hazinawili? Kwa sababu tunafanyia watu mambo ambayo wakati mwingine yanakuwa mabaya kwao, yanawaudhi, na sisi tunaona tunafanya vizuri. Kwa sababu Biblia baba kaliruko wae mada siwiki ni karono ku manama na basiku bari kutangira Jumatatu kuna rola mnyino mpie jikene mumanye ni nje mama director wa kanisa hili tamenya no bona abantu ni mama director dawe bakuchagura bamaze bakubaye kura ya mama kusiza ili murabanya mutajua mimi ndio mama director kandi mukore burai kandi ngiye kibabone numuzeza bibuganira mukore zingasi mushire bindo ku pastor mwe na bagabo liku nisitiri nibe bosi dale wengine wanasema leo pasa kwa randora leo yikundi kwange leo mwenyamore amaneza na pasa kumukutanego Yesu akugaye kuleta na Yesu yikundi kugwa na yikundi kwenda sai na mwenye sai mwakilishi wa Mungu ni pasa leo wararoroku tresha wabasembu leo mbelese mukutanego baba ora mucheri tuku mikale hasi lero kumbe kumangana muduchi kum musoyera assembly hawa muduchi kumangana kila tendalo litafanikiwa. I have written so many people wa viongozi wengi wa mama. Mtu akaniambia akasema ukiona kanisa lisambatika mama kwanza amesambaratika. Kanisa bado mama amesimama kwa imani na kwa maombi, kanisa linasimama. Kanisa linaendelea. Bona makanisa yetu yanafika mahali yanaanza kutingika kwa sababu mama anatingika. Leta babone. Na kaliko kuramaza wana vitu kabora bibi kabora hita. Yiri mukere no TV kabora. Buri nda usubira bari kabora. Sikamsi je babora hizo no TV kabwe kamusi. Lero buri nda bari bika. Iba koraje ngwaye bakana bazaga barora matango yi usubira bari bika kamusi. Lero baza nibinyasa. Lero kwaduka kumangana mwoga. Lero ukuduchi. Lero ni baza nibinyasa mukanisa. Yehova Nyasaye akokoni. Ingira kwa Yesu mkono. Mwami Yesu izoni. Kuna mambo mengine kama mama wewe uwe kielelezo chema. Bado makorora barore huyu ni mama anatoshea kulinda mkutano. Maana karibu ando baba chambuze juzi. Wanda mtamaliza miezi mingapi? Pale baba bora ile kuko akora hakiki. Afadhali kali hali kuzura. Kwani kobesa na yeye. Kali niba yala anda mangana manyinge munwa yala mundu weheshima kidogo. Mane wanu wamona. Mbona bani baba kuona. Hiyo ndio uzuri ya maisha. Na usenda bani bako senda. Na usenda bani vidate na bako sona wakatia. Ya wala wona ndi kunya bakere yakaginga gabushi ba pastor. Ibo kwatita kurangira bako sona vidate. Ai, wala bantu bakoraza. Aduchu kumbagana. In the Bible, men and women of God have always made decision. Mwanamke wa kwanza, the book of Judges chapter 4 and 5. Tunakutana na mwanamke ambaye she made a right decision. She chose what is better for him and her nation. Na wakati mwingi wanawake hao walikuwa wanasimama kwa niaba ya taifa na watu wao na nyumba zao. Na walikuwa wanatengeneza uamuzi kwa sababu Mungu alikuwa ndani yao. Now chapter 5, Judges chapter 4 and 5, tunaona mwanamke ambaye anaitwa Deborah.
Deborah ndio muamuzi wa Israeli. I want you to understand this. Judges, before Israel had kings, they looked to judges to lead them. Kabla wana wa Israeli hawajapata wafalme, walitegemea waamuzi kuongoza. Na leo hii tunaona mwanamke ambaye amepita mipaka, ameinuka kuwa muamuzi katika nchi ya Israeli. Nataka uelewe hivi. Bible wakati inasema 5,000 men, haisemi women. Waibrania hawakutambua nguvu za mwanamke. Na ndio maana tunaona Yesu kama alikuwa na wanafunzi wengine ambao walikuwa wanawake, hatuwezi kujua. Lakini wanawake wengi kina Lydia au kina nani, tunaona wanawake wakitembea na Yesu. Tunaona wanawake wakifuata Yesu mpaka mahali alikufia. Tunaona wanawake, Petro amefuata Yesu, amefika msalabani, wanauliza Petro, wewe, ibe mna wakagenda na yimundu yone. Petro abona aye mundu nzikali manyimba. Bakona Petro kali nigenda nivyo. Kali koyanza kuko Petro kufana nasa n'umundu. Petro abona mungadira. Mukanura tulichoba abona ese ndoraza mundu yo kali bilato bibye bifanana na Yesu. Petro agaya rakabaga akamkanda Yesu. Lakini wanawake wanaenda wanapeleka paka maji, Yesu amebeba msalaba, wanasema ni nani? Yesu kunywa hii maji, anasema mulilie mioyo zenu na familia zenu. Ukifuata kitabu hiki utapata kuna mwanamke ambaye anaitwa Raheli. Raheli akaamua kulilia taifa kwa sababu watu, Biblia inasema vizuri, na njia zilikuwa wazi na watu walikuwa wanatembelea kando ya njia kwa sababu walikuwa wamewekwa mateka. Lakini mwanamke ambaye anaitwa Deborah akaamua kuweka uamuzi. He chose and he made a decision. Anasema tuinuke, anatafuta mwanaume, anasema inukeni mfuate Sisera, mpige Sisera. Na mwanamke kupitia kwa mikono ya Deborah wakaangamiza Sisera. The power of a woman. The power of a woman who makes a decision with prayer. Mwanamke yote ambaye anaweka uamuzi mzuri ni mwanamke ambaye anaweka uamuzi wa maombi ndani yake. Uamuzi wa maombi ndani yake. Uamuzi wa maombi ndani yake. Unajua wiki hili hata kuna watu hawataingia kwa mikutano yetu kwa sababu wakati wa maombi hamuombi. Hamuombi. Baba kuzibiri wacha saa ni huko tanga kwa pasa ya kubuha na masa. Yamengaza Yesu sami. Yesu sami. Nabe kura mwoga de mwoga ya ndio sara Yesu sami. Yesu sami. Hano bako hulimul. Uduye baka ulima bilangi bihudi mulu byosi bako. Biroke kuhana bako hore mundu yaje mbagana. Dikulinde na dare mukanisa yende ana rakura ko wala lieta. Mundo na wala pastor ya bora majini. Na Nyasaye no mure bakwaganira za na mwoga katoloni makobola Nyasaye kwa himba basi okone makufunga makusara kobola Nyasaye bana baje bagase kumbe oyatira mbaganga inzitoneke kubaje aduke mbona pastor wiho na radare uzo no wona radare bana bosi ni woko baba bana bosi ni mundu anamba bana bosi ni bobe kahasi tare sio kila mtu taweka chini. Mwanamke wa kwanza ni Deborah. He arises and makes a decision. He stepped up and sought freedom from Sisera, a cruel Canaanite. Anatafuta freedom kwa ajili ya taifa la Israeli. Akakomboa taifa la Israeli. She knew that God was the one who went before them and with her people into battles. Alielewa ni Mungu peke yake ambaye anaenda mbele yao. Biblia inasema kuna mahali in the book of Exodus I think 23, na malaika wa Bwana atawatangulia mbele yenu ili kuwapigania. He will go before you. Hata mahali mko hapa kama mtapewa exchange program, ninawaombea Mungu awapatie neema muende mbele yao. Maadui wasiwaone. Wiki hili wanaowazia mabaya wasiwajue. Maana malaika wa Bwana ameenda mbele yako. Kimefika kipindi katika maisha nilikuwa naambia watu, Bwana tusaidie, tufanye huduma wa miujiza. Ukisema watu wainuliwe wanainuliwa. Mama Dareza nuzi mba wale wakubali, ulete suluhisho. Bada kuduka mwa wale. Stera. Ibi bikuzeleza ko manganaga. Kalize bange yara azana bosita. Ibe munazolera.
Taturabukane kwa wundi kwa mtu mko abondo zyo ko mukano urandi mangana gaduki yo madinyu ande mama director ya mukamba kuhonda bagemire mutawo nyemu wati za jikokora bushauri aboye musatora kumbe yale gaba kabora mangana gizi turenda na please kumbe shida yale mamura yale mangana gatrena kama uwezi kutusaidia Biblia inasema Esther akaamka akaenda kwa mfalme kinyume na sheria akamwambia mfalme niko hapa mfalme anamwambia sema lolote ambalo utakalo nami nitafanya nini nitakupatia. It was against the law. It was against the law. Haungeruhusiwa mpaka uitwe kwa chumba cha mfalme. She made a very risky decision. Anasema hata nikienda niuawe afadhali niuawe kwa sababu ya kusaidia taifa letu na Wayahudi. Anu wala kubeza mno kufanana na wengine tulikuwa kwa ndoa alafu tukapatana na mikora. Kama uliwahi kuwa kwa ndoa na huyo mtu alikuwa mkora, kila wakati ukienda mbele za Bwana shukuru Mungu. Maana siku hizi watu wanakufa, wengine wanakatapatwa, wengine wanakanyagwa mashingo, lakini Mungu akakusaidia wewe ukatoka huko na ungali mzima. Wewe na bana wao ulienda. Hata wewe ulinde murahi. Nigiye ozeliza mu bugurizi nyumba zyanga. Nezibiri mwene kula wimanyi. Buli mundu wose yakoreje? Yimana. Umaze sayo suku kobora kongo na kobora mundu wose yimana. Kigira umanyi ndoka ko mangana gogo. Mundu wose yakoreje? Yimane. Now Bwana kama amekusaidia na uko na familia yako, tengeneza leo watoto kwa misimamo na misingi ya kumjua Mungu. Wanawake wengi ambao wameraise watoto wazuri, in fact I can say this, most single mothers na widows, they raise good children. Sio vile watu wanafikiria. Mungu wasaidia wanalea watoto wazuri sana. So mimi ninaomba uamuzi huu wa kipekee, kama uliamua kukaa na watoto wako, kaa na wao kwa bidii, muwafundishe, muwaambie wakingojea Mungu, wakiomba. Hata kama watasaidiwa leo hii watateseka, huo usaidizi Bwana ataleta. Kupitia hao watoto wanalea, Bwana atawasaidia. Bwana atawasaidia. Yesaya na birukize bana ni wakokonde. Bana ni wakuguli mulimi. Bana ni wakumba kiri. Bana ni wajine nuninde kumudoga. Siku nyingine ilikuwa mama mwingine alikuwa anafagia, alikuwa mama tuo kwa kanisa. Ni hali mudaka sana. Mudaka ni mtu apua. So, aziza mkanisa yeye masa sika mabadu kama sika mabada ya science zizi muno gora igasi yoyo. Na yandage gasi yungasi mongo. Mayeya bantu barahi umane mukanisa ko bemuna bantu banyingi sana. Kwa benda bantu bala yaza mukanisa oyo bora yaza nyore zindebe bakubanga kandi atange kokora ko ndebe ndi atanga ko kokora ko ndiru guci niba rubiku. Wali ndikuza kubanga usamo birende bo mo uzubi kare. Now, sasa bakora nyo. So, ndikulinda natura mukanisa nawe n'abakere bande. Nawe rende give itamiguru nawe n'abakere aba. Ndikunara. Daza nini munegi. Amen. Bakere aba bora. Ai, tibora. Niwe hakabe wobo. Yaza kuninyi munegi. Kuna nguvu katika madharau. Jana subitana wetu siku moja alisema kuna nguvu katika madharau. Yeye ndio watu wakusemaje ndio wakugingura. Mungu anaona sababu ya kukuinua kupitia kudharauliwa. Hata mimi ninaomba uendelee kunidharau sana ndio Mungu aendelee kuniinua. Kuna nguvu katika madharau. Mwanamke huyu mmoja bora na wala hii kitu nitapanda siku moja. Wakasema hapana. Hakuna mtu kwa boma yako atakaye kusaidia. Kijana akapata kazi hapa Lavington ya kupalilia maua. Shamba boy. Akiwa anapalilia maua, mzungu hapo in the opposite. Lavington ni bomba ya mazungu, watu wagani. Anatazama ule kijana vile anafanya kazi. Akamwambia toka huko kuja fanya kazi kwa. Ikafika wakati mzungu anaenda akamwambia wewe tutaenda na wewe kwetu kwa sababu ya utendakazi mzuri ambao umetufanyia. Wakaenda na yeye. Kufika kule akapata msichana, akampatia mimba. Mzungu. Wazungu wanatafuta watu wako na nguvu.
trailer long ranger bandu balima kuo hatandi kutura sabiri paka kulipasa nao ora hembe mumba mwange mema nini hata sana. So benya watu batema kuo tani. So huyu kijana akapata mtoto. Ikaonekana imefika wakati mwana umdu murusha amegerwa hai. Sasa msichana akasema I have no time to go to Kenya. Can you tell your mother to come? Na kuuliza alipanda ndege ama kupanda? Sibora kaenda New York akasema nilitoa unabii nikasema siku moja Mungu nitawahi panda hii kitu inaitwa ndege. Leo hii Mungu amenisaidia. Let me tell you, maombi unaomba itawahi enda bure. Ile kazi unafanyia Bwana itawahi enda bure. Kuna watu mmedharauliwa waendelee kuwadharau. Hata kama wanataka kuwatemea mate, waendelee kuwatemea mate. Lakini nilichoelewa, wakati mmoja utafika, mbingu zitakukumbuka, mbingu zitasimama na wewe, mbingu zitakupigania. Haleluya! 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 Akapanda ndege, akaenda kule akanyoa mtoto, akarudi nyumbani. Wakati alirudi nyumbani, akaambia wa mama, hata kama mambo nilidharau, Bwana amenitendea. Imefika wakati hata kama nitaenda kaburini, Bwana amejibu maombi yangu. Ninaomba na wewe unajinyima usingizi kwa ajili ya kanisa, watu wengine waoni ile kazi ambayo unafanyia Bwana. Jehova akupe neema. Hautabaki kuwa vile ulivyo. Maisha yako yatabaki vile. Bwana akusaidie usimame imara, asaidie watoto wako. Hata kama sio wewe, wajukuu Bwana atawasaidia. Hata kama ni wajukuu, kuna watu wanasema kuna mtu aliomba, kuna mtu alisimama kwa maombi. Kuna mtu alisimama kwa maombi. Siku nyingine sisi kwetu, baba yangu alikuwa treasurer wa assembly. Maskini, mvua ilikuwa inatunyeshea. Mimi ndio last born. Wengine kama kuna mtu aliwahi soma ni ndugu yangu mkubwa na mimi. Wengine wote lazima. Sasa ikafika tu wakati daka wa pastor Zigim College. Lakini tunaenda kuomba mahali pa kulala. Unalala kwa jirani. Kabla hiyo kama bado unasoma, unajua kuna umri ya kijana ikifika huwezi lala na mama yako kwa nyumba. Siku nyingine nikaenda kwa boma ya kulala vile mtu anaendaga kuomba boma mahali. Si mnaelewa? Kwa mama mnajua. Mnaambia kijana ule mtu hayuko kwa boma, ako Nairobi, enda ilindia yeye nyumba. Siku nyingine nikaenda kwa hiyo nyumba mvua inanyesha, nikapata mama wa hiyo boma amesimama. Sema, "Wewe rudi kwa?" Karudi tena kwa mvua. Lakini nikaambia Mungu kitu moja. Wewe ni Mungu unabariki watu. Kama kuna watu wanajenga, hata sisi tutawahi jenga. Hata kama ni room mbili tu, Mungu utusaidie. Siku ile tulijenga kwetu, ndugu yangu wengine waliweka nyumba 3 siku moja. Siku ya kujenga. Ndugu yangu mkubwa wengine anajenga, wengine anajenga. Siku moja, hiyo ndio siku ilijengwa boma. Wakamaliza, sasa mimi ndio mdogo nikakuja nikajenga. Najaribu kusema nini? Madharau yoyote ambayo watu wanakuwekea leo yana mwisho wake. Amini Bwana na Bwana atakutendea. Mama yetu akakufa akasema hata kama ninakufa Mungu atabariki watoto wangu. Kwa sababu wanafanya kazi kwa madhabahu, Bwana hatawaacha. Pia na wewe nakuombea katika jina la Yesu. Kama kuna watu wengine waliwahi faulu kufanyia Bwana kazi kwa madhabahu, pia wewe utafaulu. Pia wewe utafaulu. Pia wewe utafaulu. Walinifukuza kwa usiku kwa mvua. Kaniambia enda. Leo hii nyumba ziko, juzi nilikuwa naambia mama nani, tutafute kijana lile hii nyumba. Shetani akaingia ndani yangu. Sitaki kuingia kwa dhambi, tena nifukuze kijana ya mtoto. Nikaanza eweza ndio kaliniwa wanaanza kukiga zindebe, eweza ndio. Lakini kila ninajua Mungu ametusaidia. Mungu ametusaidia. Amen. Making right decision. You will never fail when you make a right decision on the altar. Hautawahi anguka. Mtu akasema experience may fail, but God will never fail. Experience can fail.
Wakati mwingine unaweza kuwa mhubiri mzuri lakini ufike mahali injili kutupa. Wakati mwingine unaweza kuwa mwimbaji mzuri, ukiimba wimbo unashtukia umeweka kona zingine, umeharibu wimbo. Lakini Mungu hawezi kuanguka. Mtu ya tatu nataka ujue, the woman at the well, mwanamke aliyekuwa katika kisima, ni Msamaria kicha maji. Bible inasema, that is in John chapter 4, inazungumzia mambo hayo. Bible inasema Yesu amefika kwa kisima, amepatana na huyu mwanamke. Anamuomba maji ya kukunywa. Najaribu tu kuzungumza ndio uelewe, ndio uandike chini kama Mungu atakusaidia. Utakuwa unaingia ndani. Akafika kwa kisima, akaambia Yesu, Yesu akamwambia, yeye mwanamke anamjibu, Wayahudi na Wasamaria hawajawahi enda kwa njia moja. Huwezi kunywa maji kwa kisima. So Bible inasema Yesu akamwambia, Bwana anza conversation. Anamwambia mume wako, anazungumza mambo ya uume. Anamwambia hata yule ambaye uko naye sio wako. Now, ile part nataka ufuatilie. Mwanamke huyu aliposikia huyu ni Mesaya anamzungumzia, akasema Mesaya, akaenda kuitana, anakuwa sasa an evangelist. Anaambia Joani muone aliyeniambia siri zangu zote. Akatengeneza uamuzi, akaokoka. Anaanza kutembea na Yesu. Alitengeneza uamuzi. Now, hapo nataka niseme hivi. Kuna watu wengine wako na tabia mbaya ya kukumbusha watu, pastor alisema, mahali walitoka. Kama kuna mtu ako na maisha yake ambaye ya giza. Everybody has a dark past. Kila mtu ana wakati wake ulikuwa wa giza wa maisha yake. Na watu wanapenda kukumbusha na kupiga wengine kwa sababu ya giza yao, kwa sababu ya mapito ambayo walipitia. Sikiza, kama mimi nilikuwa mwizi na leo hii nimeokoka, usinikumbushe mambo ya wizi. Maana mimi tena sio mwizi, sihusiki kwa wizi. Kama mimi nilikuwa mtu mbaya, leo hii mimi sio mbaya. Yesu amenibadilisha. Mwanamke huyu anabadilika, anaanza kuzungumza habari za Yesu. Ninaomba wakati mnaenda, mzungumzie watu, muhubirie watu, wale ambao hawajakombolewa wapate Yesu. Wale ambao hawajapata mafundisho, muwafundishe wabadilike. Never judge somebody because of his today. Kuna watu wengine kesho yao ni nzuri kuliko leo hii. Kuna watu wengine wanahitaji tu watu wa kuwashika mkono wapitie kwa ile mapito wanapitia. Bible inazungumza vizuri, inasema wachungaji, nijapopita no, Isaiah 43, kwenye maji mengi nijapopita. Haijasema nitakapokaa. Nimesema nitakapopita. Ikiwa na maana mambo yote tunaendea ndani, tunapita ndani. Hatutakufia kwa mambo ambayo tunapitia ndani. Mwanamke wa 4 ni Mary, the mother of Mark. Kuna mwanamke kwa Biblia, kuna Mariamu Mary wengi kwa Biblia. Kuna Mariamu mama wa Marko, Acts chapter 12 verse 12. Now, hapa tunaona Yakobo ameshikwa na Herode, ameangamizwa. Na ile nataka uelewe ni kwamba Yakobo ameshikwa na Herode, amewekwa kwa jela, ameuawa. Wanachukua Petro kwa hiyo jela ambayo Yakobo aliangamiziwa, wanaweka ndani Petro. Sasa kinachonipendeza, Yakobo sio Petro. Na ndio nilisema wakati mwingine ubiri, watu wengine watu wafanani. Unaweza kuuza mtu mwingine kumbe unakuuza mtu ambaye Mungu ameweka juu yake mkono. Sasa Petro Mungu ameweka yote. Unajua uelewa hivi, Petro, Yesu wakati anaenda anasema Petro, na kwa mwamba huu nitalijenga kanisa. Now, amewekwa gerezani na vikosi vingi vya maskari. Yakobo yeye amemalizika. Petro yeye amebaki. So Bible inasema mwanamke huyo ambaye anaitwa Mary, the mother of Mark, anaita wanawake kwa nyumba yake. Anawaambia wamemaliza Yakobo. Tena tumechoka. Petro hatakufa. Tumekataa. Tutarudi kwa maombi tuombe. Kama
Daudi anamwambia kama kazi hii ya Bwana itasimama na kama sio ya Bwana itaanguka. Na wanawake hao wanasanyana kwa nyumba, wanaanza kuita Bwana, wanasema mbingu zitusikie. So Bible inasema wakaanza kuomba na Mungu akaamurisha malaika, akatuma malaika kwenye gereza, akaenda akagonga Petro, akaamusha Petro. Petro anatoka kwenye vikosi vinne, anafika nje, anapata alikuwa ametoka, aliona kama ni ndoto, anatoka gerezani. Akatoka, wale ambao wanasoma Biblia, akaenda mpaka kwa mlango, akapata kanisa linamuombea. Making decisions. Akachukua watu wa Mungu wakakuja kwa nyumba yake, wakaomba kwa ajili ya watumishi wake. She made the right decision. Mwanamke watano ni wengi. Ni wengi. Mwanamke watano ni Lydia. Acts chapter 16 verse 12 to 15. Mimi niliwaambia tu nifunze. Siku ile mtaona watu wamejaa, mmemaliza Mother's Week, mnaweza niita pia niwahubirie. Mmesikia wa mama? Utumane habari uambie mama nilifanya vizuri. Sema yuko tulani vitegero sio? Bwami ni vitegero sahi. So mama kwenye hivyo first lady mu district yetu. Bandu bekoyera kuchao. No mundu muronji aroraza mwana wundi nazize kila ahuda kudamano. Wenye kumanda be muronji kintu tukutanga no wundi nazize kila wena dali. Obeza nutanti kuba muronji. Utalinda baba kutikoda. Koroza mundu nibichi ngubi ndayishati na wora wewe kandi naye singubo yamwe naza kwera nakomanya be nitisiringi. Umane muronji wata. Kobeza n'abaronji banyige kugenda nawo ndetse baronga kutikoda bana barongaza mubaso. Kali yahaba n'abakaronga kuzakare baronji kare ba mari koroga. Lydia, Bwana, that is chapter 16 verse 12-15. God opened their hearts and responded to the message of Paul when they met near a river. Kuna mahali tulisoma last Mother's Week, tulizungumza maneno ya Lydia. Huyu mwanamke ambaye alikuwa anashona mavazi ya sambarao. Papo, tulikuwa tunazungumzia last Mother's Week. Tulizungumzia huyu mwanamke alikuwa tajiri. Akakutana na Paul. Anafungua moyo wake, anakubali kupokea injili kwa ajili, anapokea injili na kupitia yeye taifa linaanza kukombolewa. In other words, there are women in the Bible who chose right decisions. Waliweka uamuzi ambao waliwasaidia. Hatujazungumzia mwanamke ambaye alishona mavazi wakati anakufa. Anaitwa nani? Dorcas. Dorcas anashona mavazi, wakati wake unapofika wakufa, watu wanaenda kumwomboleza wakisema, Bwana, kwa haya mavazi kumbuka kazi ya mwanamke huyu. Walifanya uamuzi kwa nyumba ya Bwana. Nataka nimalizie na mtu mmoja, Lois alafu Joshua. Lois and Eunice. Biblia inasema kuhusu Lois na Eunice ni Paulo 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 2. Now Paul is speaking to Timothy. Anamwambia, I am reminded about your sincere faith, which is in your grandmother. 2 Timothy chapter 1, 3 to 7. Now, I am reminded about your sincere faith, which lives in your grandmother, Lois, and your mother, Eunice. Nimekumbushwa kwa habari ya imani. Na unajua kana nazungumzia mambo ya imani, huwezi kuzungumza mambo ya imani pasipo kutaja Abraham, the father of faith. Ibrahimu aliamini hata kama mambo hayajafanyika, yeye aliamini yatatendeka. Ibrahimu aliamini atapata mtoto wakati yeye mwenyewe hakujua anaweza zalisha. Imani. Now, huyu ni wanawake Lois na Eunice ambao walibeba imani ndani ya Yesu. Walikuwa na imani. Women of faith. They chose to remain with faith. Mimi naambianga watu, hata kama vitu zote zinaweza ondolewa kwangu, niwachie imani tu ya kumwamini Mungu. Karibu mimi byose mnarakunaka, lakini mundekereza lisubira. Lisubira ndigare nalyo, sio? Lisubira ni honya mugize. Lisubira ni honya hango. Lisubira ni honya abana. Na watu waliamini tu huyu mtoto atakuwa mtu, na Mungu amewafasaidia. Na wamekuwa katika jina la Yesu. Na by the way, kuna watu wengine bado tunatembelea kwa maombi ya wazazi wetu. Mama zetu
Shosho zetu walikuwa ngeinama chini wanaomba usiku mzima, wanatuombea. Karunu bandu watu na kurungi baromba mana sigande muliza takabiri ni chai wakaragira uchima ogonda tindoro wenye kumanda kalili sara dai. Nani ataombea watoto wako? Bakurundi baba changanyini bazirangaji. Bazirangaji bori kura mamuteba muzi kugura. Mwenda mwekore mamugura dawe na mwakanywera zichai subuhi. Zikai mati. Bakunywe kaza zimiri agoga, bakunywe kaza zimiri. Naona kusiema yaza haga yeso muri sara zikai mati zikaendera za murosese. Haga yeso muri sara. Mtu ya mwisho anaitwa Joshua. Joshua chapter 24 verse 15. Mwimbi mrai sana, nilifurahishwa. Mimi ninawafunza tu na nimemaliza. Joshua chapter 24 verse 15. I think it is verse 15. Joshua amefika mahali wana wa Israeli wameenda kinyume. Aducha mudaji nyinyi mikono. Mmoja akulinda watu lewa hawatulizi. Unajua Musa kwa sababu ya hasira akaonyesha tu mji wa Canaan. Lakini Joshua amechukua, amewapeleka, lakini amefika kule bado wameiga tabia ambazo walitoka nazo Misri. Ababola ni kama mtachagua mfuate miungu za baba yenu, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. That is the better decision. Bidwas, kalipapotesa. Wewe chagua kumtumikia Bwana. Saya bagasize. Saya behana nomne. Umuziza mnote zingavi. Mungu awe pamoja nanyi. Mungu awakumbatie. Mungu awalinde. Bwana asimame na nyinyi. Bwana watie nguvu kwa kazi yenu. Kuna watu hawataki kuona mkifanya kazi kwa madhabahu. Biblia inasema na watu hao mchana kwao ikuwe usiku. Bado wabenda raba dama mchana kwao ikuwe usiku. Wakororado wagenda watakumanamba. Wengine wasijue majina yako, wengine wasijue majina ya watoto wako, wengine wasijue majina ya mama yako. Bwana kufanya uinuke zaidi, na kwa kazi ya madhabahu haya Bwana kupatie vitu ambavyo utafanya useme Bwana amenikumbuka. Bwana wakumbuke na familia zenu. Kama kuna kitu ninawaombea, Bwana asimame na ndoa zenu. Bwana ambao mko na ndoa, Bwana asimame na waume wenu. Bwana ambao wote mjue Bwana wafanikie. Jua na neema wamjue Bwana. Ninawaombea neema ya Bwana iwe juu yenu. Kwa wale ambao wana ni masiku kwa maisha yenu. Kuna wengine ni maadui tu wa maisha yenu. Hawataki waone watoto wako wakifanikiwa. Hawataki kuona ndoa yako ikisimama. Hawataki kuona hata umefanya kazi umesimama kwa madhabahu. Na tunasema yeyote ambaye alikuja kwa maisha yako na akafanyika kuwa rafiki mnafiki, Bwana muondoe. Kupitia mkutano wa maombi, Bwana aondoe marafiki ambao ni wanafiki, ambao wanajifanya ni marafiki, kumbe wanakuchimba usiku na mchana. Nasema Bwana aondoe. Bwana aondoe. Bwana aondoe. Bwana aondoe. Bwana aondoe. Kuna watu wanatembea na wao wanazungumza kinyume chako. Bwana waweke mbali na maisha yako. Wasikujue, wasikuone. Unaweza funga macho yako mahali umekaa. Wanasema kuna watu unatembea na wao, wengine hawataki kukuona, wengine wanataka waone ukihangaika. Na leo tunasema yeyote ambaye alikuja kwa maisha yako na ajenda ya kukumaliza, leo hii Bwana muondoe kwa jina la Yesu. Bwana waondoe kwa jina la Yesu. Bwana waondoe kwa jina la Yesu. Bwana waondoe. Kuna watu kupitia mkutano huu Bwana anaenda kuinua. Bible inasema Daudi akafika mahali akasema, mimi nimekuwa kijana, sasa nimekuwa mzee, sitawahi ona mwenye haki wa Mungu. Bwana amemwacha. Kuna watu mko hapa hamna hata kazi, hamna biashara, lakini mnafanya kazi kwa madhabahu. Ninasema vile Daudi akasema, sitawahi ona mwenye haki wa Mungu. Bwana amemwacha. Bwana afungue milango zenu, afungue milango yenu katika jina la Yesu. Nilonda kuinzira yawakutabazira ku olwandiduka kiryango itengwa inzinilonda kuinzira yawakutabazira ku
niduka njengitebwa ambiri kwange nizingende amachindi gamano origodo lyangeli boedwe okandeli nizengilonda olinzira ayawaguta olwa niduka unditebwa sinarora buraimba emoni yamo indoranga sinarakane kundoramba sinama anokani zendirona akoyenzera simama kumuzako yawago inona mana sauti yako haleluya olwa niduka unditebwa idini meyo imeri jabuzwa anobo dekubiri roisa sibango nanga sindebanga hananuka haingingaki haleluya ndirona akuizira harakuta haleluya olwa niduka sinarora buraimba emoni yabo haleluya sinarakane kundoramba sinaba anokani nzendirona akoizira yabagutabazi olandiduka unditebwa imandirona koizira haleluya. Inulia Bwana mikono zako katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana niko hapa. Bwana Nyasaye mehano, Bwana niko hapa. Bwana nitakase, Bwana nioshe. Bwana niko mbele zako. Wiki hii Bwana unijaze. Unaenda kuhubiri kwa madhabahu, unaenda kusimamia mkutano. Unaenda kusimamia ibada, ambayo watu wengine miujiza zionekane. Ambia Bwana nitie nguvu. Nitie nguvu Yesu. Nitie nguvu Bwana. Nitie nguvu Yehova. Nisaidie Yesu. Nisaidie Bwana. Ni mimi mmoja. Mambo haya yamenipata. Ninakubaliana na neno lako Yesu. Ninakubaliana na neno lako. Ninakubaliana na neno lako Jehova. Ninakubaliana na neno lako Bwana, usiniwache. Ninafanya kazi kwa madhabahu. Bwana sioni chochote. Bwana sioni, sina mali, sina fedha, sina kazi. Yehova Nyasaye, nakasa mohorora. Yehova Nyasaye, mohorora inze. Mohorora inze Yehova Nyasaye. Mohorora Bwana Yehova Nyasaye. Bwana nifungue Yesu. Bwana nikumbuke Bwana, wengine naona wakiinuliwa, wengine naona wakibarikiwa, wengine naona wakisonga milango, wengine naona Bwana akiwatendea, lakini Bwana inaonekana kana kwamba mimi Bwana nimesaulika. Yehova niko mbele zako, inulia Bwana, inulia Bwana sauti yako, mwambie Yehova niko hapa.
ni mkono wa Mungu umenibeba, haijawa rahisi kufika hapa. Alafu tuombe pamoja. Nataka ushike jirani yako mkono, ishara ya kuangaliana. Ishara ya kuangaliana. Tushikane mikono zote miwili, ishara ya kuangaliana. Wawili, sio watatu, wawili. Kama hao mama vile wanaangaliana hivi, kama wale wanaangaliana. Nataka tuinue Bwana. Haleluya. Funga macho yako. Tunataka tuombeane, tuambie Bwana, rehema yako isuke. Mahali tumefika kama wamama, tunataka tulilie watoto wetu, tulilie ndoa zetu kwa ishara ya pamoja. Kwa ishara ya pamoja, inua sauti yako. Muombe huyo ambaye unamshika mkono. Haleluya. Ambia Bwana. Ambia Bwana. Ambia Bwana. Ambia Bwana. Ambia Yesu. Ambia Bwana, niko hapa. Bwana, niko hapa leo. Bwana, tunalilia watoto wetu, tunalilia wazee wetu, mambo yamehubiriwa hapa. Mwambie Bwana. Jamii zetu zinaangamia, watoto wetu wanaangamia, tunaongoza kwenye madhabahu, lakini mambo yanatendeka kinyume. Wakitazama maisha yangu, wakuone wewe, unifinyange.
unifinya. Wakitazama na doa yangu wakuone wewe unifinya. Wakitazama huduma wangu wakuone wewe unifinya. Haleluya, mama. Wakitazama na yako, wakitazama na mume wako wakuone wewe unifinya. Unifinyange Bwana. Haleluya. Unifinyange. Maombi ya pili. Maombi ya pili nataka tuombe na wewe. Wamama tulikuja hapa kwa ajili ya maombi. Na leo hii hata kama nitapata mmoja ambaye tutaomba na yeye, itakuwa shukrani kwa Bwana. Sikiza, leo hii nataka tuombe na wewe. Kuna watu wakitazama maisha yako wanakuazia mambo mabaya, wanakuazia kifo chako, wanawaza vile utateseka. Leo hii tunataka turudishie adui kila mshale. Leo hii nataka uone maombi ya kurudishia adui. Nataka tukatae mishale. Tunataka tukatae watu hawatutakii. Watu wanatuona kwa ubaya. Tunataka pia Bwana ninakataa. Ninakataa kila mitego ya adui. Kataa, kataa, kataa. Hata kama ni kwa machozi. Rakalaba ya kataa. Kuna wengine wanataka wana tumeangamia. Kuna wengine vikalaba. Kuna wengine wanatuazia mabaya. Ila yote ambayo yamesimama kwenye safari yetu ya kuendelea, kwenye safari yetu ya kufanikiwa, tunarudisha kila mishale, tunarudisha kisha jina la Yesu. Kila mishale tuliyotupiwa, hata kwa yetu, hata kwa yetu,
Hallelujah. 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 Ikalaba shakata. Yehova. Wezi nguruzi yetu. Wezi nguruzi yange. Yehova. Ujira yiri. Nizeni waha. Yehova. Singina daisi. Yehova. Urwanire inzi. Yehova. Singina daisi mwane. Watanarama. Wagena wage. Wana unasema. Jina zao. Siwa giza. Na utalazi. Malaika wa Bwana. Unapowafuata. Na upanga. Yeah. Bwana mikono zako. Tulikuja hapa kwa ibada ya maombi. Mambo lazima yabadilike. Shukuru Bwana, ambia Bwana asante. Asante Jehova. Asante Bwana. Asante Mwokozi. Wewe ni mwaminifu. Wewe unaweza. Wewe unatosha. Wewe ni ngome imara. Wewe ni kimbilio. Hakuna mwingine kama wewe. Shukuru Bwana, ambia Bwana. Na kushukuru kwa watoto wangu. Na kushukuru kwa kanisa ambalo umelinda. Bwana umenipa uongozi. Bwana umenisaidia. Bwana umekuwa nami na mikono zako juu. Ambia Bwana ni asante. Asante Mwokozi. Asante Jehova. Asante Bwana. Asante Bwana. Shukuru Bwana. Shukuru Bwana. Shukuru Bwana. Shukuru Bwana. Shukuru Bwana. Ambia Bwana asante. Asante Jehova, kama sio ningelikuwa wapi Bwana? Hallelujah.